Alikuwa anaambia watu ati you're imitating how I talk. Can you imitate my money? Onyango Tet hiyo ni bamba sana. Anakuwa tu yani kuna kitu kuna charisma fulani. Hakuna charisma exactly. Hakuna charisma wazimu. Na bro ni funny. So we are rolling, yeah? Brokies. Stay guided. We rolling, yeah? You brokies. Wait. Na sasa history ya Ebola manzi. Nasikia kuna dalili inaweza kuanza kutoka. Hiyo story ya Ebola kwanza naona ni scam. Hata mimi naona ni scam. Naona first of all, hata naona the issue is hata hakuna Ebola. There's no Ebola. Hakuna hiyo ni nini? Basi Kongo huoni wasi wanatoka tu madamu kila mahali. Hata ni huko. Hata kulikuwa hata na expose huko Kongo. Mama wa soko wanasema hiki kitu ni scam maze. Ukidongo hiyo ati vaccine ama hiyo dawa ndio unapata hizo mashine. Unajua Ebola kuna strain 3. Kuna mbili zenye ziko na vaccine, ziko na medication. Na moja haina. Sasa hiyo yenye ina trend sahi ni hiyo ya 3 yenye haina dawa. So unadongwa tika vaccine fulani ya ku suppress the symptoms. Sasa hao madhe kwa hiyo bucket walikuwa wanasema mazee kudunga hiyo dawa ndio sio anaanza kudhibiti hizo symptoms Ebola. Alafu with time una dead. Unajua inaweza kuwa issue kama ile ya in my opinion. Kama ni story kama hiyo ya kudunga hiyo kitu, inaweza kuwa kama ile issue ya South Africa. Unakumbuka ile issue yenye watu walikuwa wanadungwa HIV. Wakimkidanganywa ni vaccine. Watu walidungwa hiyo kitu. Ndio maana huko kuna kuanga na high cases. South Africa. So unaweza pata hiyo Ebola huko maybe iko hivyo. Lakini sasa hapa Kenya I don't really think ni Ebola. Always anytime unaona kuna kuanga na scandal hapa. Yes. We think twice. Hiyo ni Kenya wanataka muone. That is what they want you to think is happening. So always they have other plans. So mkiwa stuck on mna discuss ati hao watu wanaweka Ebola muandamane story ya Ebola, vitu zingine zinapasiwa behind the doors. Exactly mazee. Mnakuwa distracted. Sasa kama siri basi nini zinaunda like pia basi. Si tu kwa facility. Lazima ziundwe. Ndio lazima ziundwe ndio uamini kuna hiyo stuff. No. Kwa sababu kukiwa na pandemic back then. Yes. Ruto alipatiwa 90 billion ya kuuza health data. Unakumbuka? Kumbuka that records. Yes, siwezi kukupatia tu 90 billion hiyo just for data. Hiyo ni bullshit. Ati tunakupenda because you are a nice guy. I think walimwambia tukikupea hii pesa tutabidi to build hii facility hapo. Exactly. So juu alishakula do hakuna kitu anaweza fanya. Na anasema aje? Unaona hata wakipewa hizo pesa, yes there is something they get from it. Now what they get from it especially for kama health ni they get the chance to test their product on Africans. Na sasa mainly on Kenyans. Sasa juu wako na facility hapa. Yes. Wanakuja hapa wanatengeneza products. Hiyo kitu member ni vaccine ya kitu kingine wana try. Sasa mpaka za wanyama. Hata naona. Nasikia sijui Bill Gates ako na hii foundation yake sijui ya kutengeneza sijui. Kwanza fuck Bill Gates. Wanyama. Fuck Bill Gates. Anakuja na waambia ati tunamwona role model. Fuck Bill Gates. Kila time jina Bill Gates inatajwa. Bill Gates na Africa zikitajwa in one sentence. Lazima kitu happen. Lazima kitu shady iko tu. Kuna kwaga tu na something too sinister about. Mosquitoes zinalisiwa kwa helicopters. Mimi nakwambia. So unaona hiyo kitu facility iko hapo lakini inatengeneza products zenye hata hazihusiani na what they are telling you. So mnapewa vaccine ya kitu kingine kumbe ni test wana run test zao. Unajua kuna kuanga na ile phase ya test yenye ni ya human samples. Yes. Yenye hawatumii guinea pigs tena. Yes. So nyinyi ndio kitu niko na last week. Tena anaongezewa another 200 billion just for health. Acha mimi nikushow. Unacheki William Ruto. Huyu William Ruto. Ni pona. The more nitaje jina na kanaweza shikwa. But I don't right. Mimi naona tupigania freedom of speech. Mimi naona unacheki manze akienda kwa hiyo room kudiscuss hizo ma stories ati anapata sijui how many billions. Yeye mwenyewe ndo anatoka anapatiwa like sawa what do you want? Anasema kukiwa na pandemic sasa Kenya. Kukiwa na lockdown. Next time elections buda. We can postpone this thing. Hii 2027 tunaisukuma nilisikia ama niliona ama sijui kama it's true kuna law ilikuwa passed that he has the powers
to postpone the elections. It has been there. For 2 years. It has been there. So, Scale stuff, 27 It has been ikipostpone na kwa mwaka nini 29. 2029 maze. 2029 ikam. Sasa ujamaa atakuwa amepiga 7 years. Anaiba. Hiyo ni enough kwake. 7 is enough. Abana Sasa ni enough kwake kuiba vitu anataka. Exactly. Anasema Alafu unajua ikikam Yes. anaiba, then after ameiba amekuwa re-elected, alafu ana change constitution. Na hiyo Exactly. time ya mwisho. I can retirement age. Anaweka constitution, unaweza sukuma hiki tu mpaka siku mpaka retire. Alafu unajua in the process nini imehappen? Kuna pandemic ya Ebola in the country. So kuna lockdown. So nyinyi mnafikiria So kila kitu Mbona kitoka ni serious man. Si I'm telling you. Ebola Kenya. I'm telling you. What I was thinking by the kama ana move na kiburi hivyo na ni first time yake. So what on the second time? Na anahitaji Ile anajua yenye anahitaji kura Sasa sasa anahitaji hitaji votes. nini yeye Sasa sasa? sinyo msi. Si atakuwa ana move madum jamaa atatukanyagia proper. Hata labda hii podcast yetu tutafungwa. Juu For wa sure. support. Hakuna freedom of speech. inafungwa na 300 subscribers inafungwa ipelekwa. 300 subscribers. No, si by Ni then. asset msi. 300 hey Buddha. Hiyo ni asset. 300 kubwa. people hawezi toshea kwa hiyo. Exactly. True. 300 people as 300 people. Hawezi toshea kwa hilo. Na anajua like how many acquaintances? 5. Bro, 5 times 300 ni 1500. That's a lot of people. kukiwa na 300 people in CBD sahi In wanaongea the same language na out 300 people Inaribu. kila mtu akona venye tu umesema akona 5 acquaintances. akona influence of a minimum influence of 2 people Yes. eh 300 people si Yes, hiyo si ni it's maana. how ni 900 people hiyo maandamano Jada kuna sasa kutakuwa 300 pekee wa match CBD wakisema tu Ruto must go. lazima kuna tear gas. Venye unasema kuna watu wako idle tu tao. Yes. Wana join tu hivyo wanaenda tu state house hivyo tu hivyo. Ile ndio nilikuwa Alafu- naambia pale kwa nini? Au venye watu wa Arsenal walishinda ligi wakamachi hivyo tao. So nilikuwa nakaa hivi chini najifikiria ati ai what if ingekuwa ni maandamano imepangwa kwenda state house lakini wa masquerade kama I'm telling you Wakifika state house no kwanza kufika kwa gate waseme si hata president ni mtu Ni wasa wasa. by that Ni mtu wetu tufungulieni hiyo ni strategy gani hiyo ni strategy gani? hiyo pale nilikuwa Na kuna msanii aliandika kwa Twitter akasema Buddha. Wakifika- The next maandamano kila mtu akona jezi. mimi niko na kaili nafikiria sio ange match tu hivyo ajifanye tu hati Ukifika huko na ndani fans wa Arsenal ni occupy. Ikifika ndani tutoa jezi mazee na Ukifika kwa huko Buddha. inakuwa shughuli Lakini ingine by the sasa. way, Where were we? 300 people si watu wachache. Alafu kwanza tuwape hizi merchandise hizi noma hizi. za itara Unaona? Tukiwapea kila mtu It's a hizi wrap. merchandise, it's a wrap. Msara. Tear gas lazima itembee. Tear gas lazima itembee. Watu lazima kunywa tear gas Buddha. juu niko like in case tu hapo like kipya mse mmoja tu hapo tu aende tu aonekane nao sick patients eye contact arudi home Hata si lazima mtu aende au ma tuseme workers tu health au workers ama tumeua watchman. Lazima ende mtaa. Lazima ende job, lazima ende mtaa, lazima ende kwa shop, lazima ende supermarket. Na hii ni the first virus yenye ina spread by contact. Hii ni the first virus yenye ina Yes. spread by contact. Yes. Unajua hata Kenya sasa tuseme tu wacha hata Ebola ni too serious. Tuseme tu ya climate. Kenya pekee yake kuzaka kuwa ingekuwa a snowy country. Wasema kwa midday. Ndio nilikuwa naona researchers walikuwa wanasema Kwa midday. hizi African countries, hizi countries zenye ziko along the equator, kitu ilituokoa ni Weather mzuri. ni Favorable climate yetu. climate, Na Ati kuna kama tsunami. ingetupata kwanza na hii immune system yetu wenye hatujazoea kukaa kwa hizo areas zingine. Hebu imagine snow imepiga hapa Ngara. Hiyo COVID ingekuwa imetuinua. Hebu tununue chumvi ndio imeli. Na shaifanya. Structure za kutoa snow. Hiyo shaifanya. Shaina kulipia kitanda pekee. Alafu acha na kitanda. Unajua there's this thing niliona ya SHA. SHA wako in debt I think 51 or 57 billion in debt to hospitals. Or to hospitals. How much hospitals are claiming from SHA? Ni around 51 to 57 billion. Hata manasi wengine wakikaa. So- wanakwambia unalipa na shazi. So budget yenye ilikuwa pesa yenye ilikuwa pesa yenye walikuwa wanaitishwa ama yenye walikuwa wanafaa kulipa ilikuwa 80, I think 83. But then wamelipa around 30 ndio ifike 50, 57, 51 hapo. Hebu niambie, hii ni tunaongelea numbers za 51 billion. Pesa yenye iko allocated lakini wakiangalia accounts za SHA kitu inaonyesha nini? You have insufficient funds. Hiyo pesa inaenda wapi? I think You have insufficient funds.
Watu hiyo ndio yasha wanatoanga. Unajua gava ni nini, hand to mouth. Gava ya Kenya ni hand to mouth. Yes. Ile design hata kuna time walikuwa wanasema eti inafika hivi jioni wanaangalia treasury na 3 million imepotea. KRA leo imeingiza how much? Haya sawa. Chukua hii ufanye hii. Yaani iko tu kama Mkenya venye wewe. Uja plan for a few months. Hata si Mkenya wa kawaida, Mkenya mwenye anafanya kazi ya nini? Gig economy. Yule mwenye anaendanga job freelance ndio apate job hiyo. Actually umeingiza ngapi sawa? Hii ndalipa rent. Usipochapa hiyo gig au kuli. So even ndio gava inaishi. So ni kama hiyo pesa ya shawa wanaangalianga hivi. Imagine ya sort bills and hebu acha tuchukue kidogo. Chuna kidogo hapa. Huyu jamaa hawezi kuonjeka next month. Imagine weather sahi hakuna baridi, kuna jua. Hakutakuwa na wagonjwa wengi. Chuna something. Chuna kiasi. Chukua ndio ya watu wa home. System imefail. Chukua dawa ya antibiotics. Hizi badala nini? Badala ya ku waeke kitu as easy as system imefail. Wana masqueraders kitu system inaendelea kuwork vizuri. Yes. Lakini wako in debt 51 in debt. Say 51 billion mazee. Na hiyo ni hospitals. Ya hospitals. Of course wamechukua loans hapa na Kenya tuko na deni tu from the lowest citizen. Hadi chokora kuna deni. Anasema hapa hii deni yenye anasema ni deni yenye government inafaa kulipa the hospital. Certainly. Na si ati pesa iko. Deni iko from the top. Si ati hakuna do. Sikuchukua anachukua. Si ati hakuna do. Si kama hii historia nini? Do iko. Kwani ushaiona venye politicians? Acha nikwambie. Kama a normal county, si hata national worker, county official anapatikana na 250 million kwa nyumba. Cash. Exactly. Kwa nyumba. Cash. Kwa nyumba. Si ati kwa account, cash kwa nyumba. Kwa suitcases. Kuna madam. Huo ni mtu mmoja mwenye amepatikana. Na wale wanapatikana. Na governor mwenyewe ako na ngapi kwa nyumba basi? Kuna hao walishikwa na cost na sijui 500 each kwa nyumba. Kama official ako na hiyo do yote kwa nyumba. Alafu kufikishwa cash, alafu kufikishwa stage. Wanafikishwa stage. Hiyo pesa haionekani. Ni kama tukuje tushikwe hapa, yes. Tufikishwe hapa Central. Exhibit hapa Central. Nani distance kidogo kutoka hapa mpaka Central. Ati hiyo pesa haionekani. Hiyo pesa imeenda wapi? Haionekani evidence. Na sasa hiyo watu wakikushika, wanakushika wanakuwekelea bangi. Na hata hii huku wanakuwekelea na wanaipata. Hata kama nika plant kamoja hivi, lakini 500 million ionekani. Ndio ameshikwa nayo kwa nyumba. Okay, na hata kishikwa. Na hata kishikwa unajua anachiliwa na bonde how much? 500 atibita. 500,000. Sasa kuna 500 million. Imagine cash. Kitu tunajaribu kusema ni imagine hiyo pesa ingekuwa kwa like economy na watu wamelipa madeni. Yes. Watu wamesote bills zao nini. But msema amehold kwa nyumba. Yaani uko tu na 50 million. Mimi hata my question is huyu ni official mmoja. Ndio official ako na boss. Sasa boss wake ako na ngapi kwa hiyo nyumba? Sasa huo kama na wewe ni mwenye ameshikwa. Huo ni mwenye ameshikwa. Huo ni one ameshikwa ni chief wa urban planning. Huo ni one in 50. Huo ni mtu wa nini wa marketing. Wa marketing ni ameshikwa. Hebu niambie sasa wa finance. Mimi naona East Africa watu walikuwa nasema occupy their homes. Inafai happen. Mimi naona kwanza ama MP ukienda kwa nyumba zao. Ona kuta makosa. Unaomoka masa. Mnaenda mnasumbua shiko hii styles je anauza maniki. Mimi kwanza hiyo story Niki imani. Chachi ndio anasema kwa classic ati shiko anauza maniki, si neki. Maniki. Yaani anauza neki. Alafu anauza neki. Alafu aje watu wanasumbua shiko hii styles je anauza neki. Mazee. Vitu counterfeit. Instead of muende hao watu corruption wako na makash kwa nyumba. Unasema mtu mwenye amehaya 400 people. Mazee. Kwa duka zake zote juu anauza counterfeit na analipa tax. Si hata tax. Hizi vitu za kanjo zinaitwa analipa hizi vitu za license. Analipa licenses na permits na goodwill. Na hajai claims kwa hata moja kusema yeye anauza legit merchandise. Hajai sema sasa yenda online akasema amekubali kimanoko. Anatoa manoko kwa targeted kwa sababu hiyo ni targeted. Duka zenye ziko kando ya hii styles na watu bro.
But agency ilisema hakufanya. Wengine walisema hakufanya hiyo. Hawakurate. But one expect nani anaenda kurate? Hata nikuulize, one expect hiyo counterfeit waseme ni sisi tulikuja tukarate. Hawezi sema. Kwa anasema tukichukua hizo viatu atuenda kuzichoma. Zitaingia tu kwa market, zitauzwa tu. Sisi wote ni Wakenya tunajua. Ati wasema ati hawatakubali vitu fake ziuzwe huko Kenya in the name of Nike. Nike ukitaka uende sari tununue na 19,000. Mazee unaambia ati mse kama mimi freelancer ati ni bike yetu ya 18,000. Umechizi kwanza kutembea hizi Air Force hizi basic ati ni bike yetu ya 18,000 to 24,000. Mimi hata bike yetu ya Thawine lazima nibagei. Na hizi Maya Jordan sijui 20 what thousand 25 20. Zote ni counter hapa 19 mpaka 40k. Lakini unaona hiyo origin ya 19, mimi sijui zaidi buy hiyo Nike ya origin, but because like sioni difference pia. Hakuna difference. Mimi tukiweka hapa mbele yangu brand ni jina. Brand inauzwa. Tukiweka mbele mwenye Nike anataka hiyo ganji yako. Ana floss. Kwa sababu huwezi niambia kuna a normal Kenyan. Achana na watu wa elites, watu wa politicians. Hata hawezi afford hiyo 9. Okay, suppose hata tuseme wanaweza afford, au wanaweza afford. Mimi na wewe. Mtoto wa Wanjiko, a normal Kenyan. Ubike yetu 18,000 unaenda nayo wapi? Hata kama unaenda Harusi, hata za Harusi hazikuwa hiyo. Kiatu sana. Thawine ni mingi sana. Nakwambia hiyo 18k ni rent. Ni rent ndalipa ama ni viatu? Ni viatu tamba. Rent 18k hiyo ni more bado rent. Lakini hiyo 18k mazee unashikwa 2 bedrooms. Sasa wako 18k na wamekupea mpaka pika ya kubeba mizigo zako. Yes. Hiyo duka ya watchman. Hiyo duka yao huko Sarit wanauza vitu expensive. No normal Kenyan can afford. Hakuna. Mimi hapa kwa vitu counterfeit msee. But tomorrow lakini in reality hizo vitu ni the same. Hizo vitu kieke hapa mbele yako utajua difference. Hata hizi counterfeit zinakuwa zimepigwa uzi. Unaona kama kiatu pigwa uzi rao. Zio kwa gani hiyo uzi. Mimi ni kiatu itakusawa. Na ukienda kununua hizi original zenye hazina uzi, umepiga siku mbili trekking hapa kutoka hapa mpaka Tao. Imeshaanza kupanua mdomo. Juzi nikaenda kuna maneki. Ataniambia, ukiniuza size 17 zitapasuka vibaya sana nini. Nikamwambia msee, mimi sasa advice yako nipatie yenye nimechagua. Yenye nimechagua ndio nipatie. Msee, achukue ya 25, mimi tu solo chukue 25. Na naangalia nazifinya hivi naona tu zinafanya tu kazi. Ningekuwa nataka advice ningekuambia. Mkenya kama ananunua kiatu ya luku, maybe ni wedding, maybe ni exactly for an occasion. Hata hiyo occasion hakuna okay, maybe wako mimi hakuna Mkenya najua among my friends, my relatives ati ananunua kiatu ya 18,000. Hata mimi sijui. Tunasema quality wa Kenya uvani hizi viatu za OG hizi Timberland. Hizo ndio next closer to quality mnapatanga. Hata hizo si quality, hata hizo si na kwani Timberland ni how much? Timberland zenye mimi naweza kununua. No, I'm saying zenye Mkenya kaida ananunua. Si nasema 7,800. Hizo 7,800 ama Timberland mimi naweza kwenda kubuy timber. 3,500. Si ndio? Haitapita 3,500. Si unasema na ni timber. That's the closest unafikiaga to quality. Yes. Na ni kiatu utaivaa mpaka utupe. I think hata mimi ningekuwa manager wa hiyo Nike Kenya, ningefanya hivi. Ninge price hizo viatu between 3,000 to 5,000. Hiyo ndio price range ya watu. Unataka hapa tujue market yao ni yako. Wana target usikia watu wa UDEP 2,000 wana. But again, yes. Kenya unajua target. Si wewe. Unajua Kenya bedhe kuna kwa na ni kama ni kuna kwa na different classes of Kenyans. Kuna classes nyingine ya to notice. Maze kuna kwa na Wakenya wengine. Maze vitu ati ku spend 18,000 on shoes. Maze, that's nothing. But how si wengi? Of course ni minority. But if they have the money. Ukitarget hao watu uta make sense how much. Wase ulipa hata 20k kuflex. Kama watu wako na 250 kwa nyumba. 20k kuflex. Na mpaka mtu anaenda amepeleka hapa mabishti wake
hii club ilifunguliwa hapa mali Quiver ilikuanga hapa Thika Road. Al Capone. Ametoa 1 million kwa mfuko anapatia waiter. Hiyo ni nonsense. Anapatia waiter 1 million kama kuna mtu anafanya hivyo. Sasa KRA kama kuna mtu anafanya hivyo normal paying citizen. Mimi KRA wananitafuta kila siku juu ya fine ya 2K. Mimi KRA yenyewe nimeshinda ku renew DL. Juu niko na sijakuwa nikifanya returns, niko na deni ya 8K. Usikie hiyo ni 5 KRA walikuwa wanatustua. 5 years basi. Atusipo file returns. Ya 5 years. Ona, usikie kwa atusipo file returns. Watakufailia na notes zao. So unataka so unataka ngikuwe negative, watakuachia positive zako. Utakuwa na KRA 8K. So kala sisi tunadeni 8K. Mimi na KRA 8000. Mimi niko na 30. Mimi niko na 8. Niko kama 8000 yenye imenishinda. Na si 8000 pekee, 8000 yenye I'm not in a hurry to pay. Nili-email pesa hata tujionangi tunalipanga tax hata tuonangi mali tax inaenda. Nili-email admin nikamwambia never ever send me that message again. Kindly. You will settle at your own time. Kindly. Never send it again. Sasa tunaona mmekasirika sana. Acha niwaonyeshe. Cheze a small game hapa. A small game of would you rather. Yes. Okay. Would you rather? Would you rather? So hapa so hapa hivi nikiwapea nini? Nikiwapea parameters. Would you rather? Nikiwapea parameters msijaribu. Sio msema kama engineer ati wanafanya IT campo. Atatuambia parameters. Sawa nikiwapea Kenya nawaambia kwa hii swali. Msianze kujibu mambo zenu. Mjibu kwa hizo parameters zenye nimewapea. Unaeleza sana hii game ni ngumu. Si ngumu, ni swali tu rahisi. Hiyo game lazima niko na calculator. Hapana. Haijaji calculator. Unajua sasa tupendi kusoma. Sasa nitajitoa akili. Uliza Mr. Waidaka. Would you rather get beat up in front of your girl or run away from a fight in front of your girl? Would you rather utoroke mbele ya demu yako vita ikianza watakupigwa? Utoroke na yeye ama muache? Hapana, yeye hawana ngori na yeye. Hawezi muuliza anything. So wewe ni wewe wako na ngori na wewe. Would you rather run away akuone ukihepa ama would you rather get beat up uingie kwa hiyo vita hautashinda? I'd rather run away. That naanza hapa. Mimi I'd rather wapi kamera? I'd rather run away. Na kwanza unajua mimi God amenibless na ka small car. Turbo. I'd rather run away and drive off. Keep Tony. For me, I'd rather get beat up. I'm not coward. I'm not coward. Would you rather get beat up mercilessly in front of your girlfriend? Both, it depends on the situation. Mimi tulipigwa hapa sasa. Lakini hata kwanza mimi I would rather run away. Mimi any day of the week. Mimi acha you run away. Demia Aizo na Demia Aaron, I hope you are taking notes. Take notes mazee. Never ever start beef with these guys thinking that they protect you. Utatokwa. Mimi mwanangu hata ngombe. Don't do that. That's a risky behavior. Listen, mimi hata sina unajua mimi niko na mademu wengi. Mademu wangu wote wanajua I'm not a violent person. Sikiza pia. Hapana. Tukianza kwa tinoma nini bali I have to fight my friend. Mimi ni cute mazee. Kuna demo mazee niambia mazee na ka Chris Brown. Nataka ati niko hapa hivi. Hapo niko hapa mazee naanza kucheka madent kwa uso. I'm too old for that. Alafu tena ndio kwa sasa kwa part. Listen, nilifanya kwa kukimbia siaribi kabisa. Kwanza nikikimbia assume listen na assume by the time nakimbia manzi yangu anajua niko na gari. Aku ashakimbia amestart kwa dinga. Nimkuta kwa dinga hapo kama ako na kia kwa ashaingia. Nikuhepa. Asha reverse. Kama hana key. Asimame hapo nje. Nimkuta hapo kwa hapo nje mazee. Tunaona watu kuna plans. Watu wako na plans. Unaona sasa Kenya. So people ni brokies. Ni brokies. Hapana unajua Kenya nasema hivi. You brokies by the way. Just so you know. For what I asked. Nyinyi
mimi si kusema ati utapigania demu yako. Unanyoroshwa. Hapa si ati una fight. Hapa you're getting battered. Proper. Hii ni aibu. Mbona unajua mbona nimechagua kupigwa juu niliziwa zile time ya ile ngoma ya easy come easy go just what take. Nakwambia mimi leo time ya grenade. Acha nikwambie. Catch a grenade for you. Catch a grenade for you. I'll never catch a grenade. How big would you defend demu yako? Ni umeget into a fight. How big would you defend demu yako? Lakini unachokula saa zingine mademu anachagua vita juu anajua utamsaidia. Bana wewe sikiza. Mimi nakwambia si swali kwa yako ama swali 2026. Vita kitokea my friend. Na uko na dreams and ambitions. Unajua cha nikwambia, unajua unaweza ingia kwa vita inaweza tokea two ways. Unaweza shinda na pia unaweza piga jamaa mpaka ujikute kamiti for life. Ushipigwa kofi ukasikia kana fanya unapigwa kofi na unaondokea. Unaondokea. Wajua mimi nimeelewa Kid akisema hivyo. Unaona Kid at least ako single. Kid akisema yanapigana. Mbona unanianika hivyo kiata la. Bana tunaambia mafans wakikutafuta. Hata wewe unasema utahema. You want a guy called Kid. Contact Kid through us. If you want a fighter, if you want someone who will catch a grenade for you. So unaona Kenya nakwambia Lame. Nyinyi mmechagua getting beaten up. The moment umekuwa beaten up in front of your girlfriend. Kuisha maneno. Wewe jua tu kesho unaenda kucheat. Na wewe kuisha maneno. Wewe jua kesho unaenda kucheat. Wewe nami kwa sisi vita ni wachache. Hapana, mimi kwa mimi sijakwambia. Kama una buzo zako, mimi swali yenyewe nimekuambia. If you don't have a gun, if you're not armed, hakuna kitu unasema. Ndio maana uliambia the word parameters. Niliwaambia parameters. Mimi sikukwambia kama unajua kupigana ama. Hapa wewe ishia na hiyo. Nilikwambia at variables. Hapana, nilikwambia ni getting beaten up ama running. Hakuna mahali ati wewe unashinda. Mimi siwezi kubali. Lazima tunyoroshwe. Lazima tunyoroshwe. Hapo vipi? Ati wewe pia unyoroshwe kwa aje pia. Na venye mimi already life ishaninyorosha. Wewe hata uelewi. Life ishaninyorosha. There are many ways of kunyorosha huyu jamaa. Alafu tena ninyorosha nikiangalia. Wewe life na wasa na life na kunyorosha na umepiga simu hapa gari yako na block gari nyingine. Ngoja nikitoroka. Sisi hata nikushow. Sisi car owners. Wani mdosi. Sisi wadosi. Kwa simu na block gari nyingine. Acha nikushow. Unacheki mimi na kina Onyango Tet tunapitiaga vitu we can never explain. What color is your Mercedes? What color is your Mercedes? What color is your Mercedes? Colorless. So mimi nakwambia mimi nikihepa. Demu yangu aniulize, kwani uliogopa? Nikamwambia mimi si ukusikia gunshot. Niliogopa mazee. Mimi nilisikia gunshot. Kwani tuko na ambitions. Mimi nilisikia gunshot, niko na mtu mwingine hapo nyuma ametoa kisu. Mazee. Mimi zingekaa wewe. Kwani uko nyuma yangu? Kwa nini unadhani uko hapo nyuma yangu? Nilikuwa nakutafuta parking lot. Bado sikukuona. Ndio mchakiti. Sio tumetoka mtita. Siku kucheki mazee. I'm sorry. Kwani wewe mchakiti? Wewe unatoka tao. Na msema tumeelewa, si ndio? So tukapanda mathi. Gari kama ilikuwa kichwani, si ndio? Mimi nikafikiana. Bisha akasema yes if you want. Hakuna venye walimwambia ni. Kumbuka kenye ulifanya. Akatusi huyo kama akamwambia au kidanganyana tunasema kenye ili hapa. Sijui nimwambia kwa mama ama ilikuwa nini. Makaka akamwambia wewe fanya hivi. Alafu anamtusi aki-expect juu mimi best yake niko na yeye. Nitamsaidia. Sio wewe kulienda. Wewe makaka akamwambia wewe ngoja tutafika stage ya kwanza huko Masai. Yes. Nikasikia stage ya kwanza. Si alikuwa amekaa, mimi nimekaa kwa alikuwa amekaa hapo kwa dirisha, mimi nimekaa hapa. Nikasikia tufike Masai ati utaona. Nikaona kiti ya mbele iko empty, nikatoka hapo wakati ya milala. Nikakaa hapo mbele. Gari nasimama hivi. Masailu. Niko watu majamaa wanaingia ati unatusiana kumaza mamai. Majamaa wakikuwa wanampiga alafu akozile ati la nilikuwa na msemo mwingine. Nanga nje dirisha hivi, nanga ni wasee. Nanga ni msemo mahindi msee nimepenga. Wakimpiga wanaangalia nyuma wanatafuta. Akapo besi yako pia. Nikabidi nimdapili na maji. Naangalia nje hivi nimemlenga. Unawapiga za system gani? Jamaa mistake muona huyu. Usikini nijificha mzee. Wewe ungetokea hata kusema mmoja angekupiga tu pia yeye. Mimi hapo in that situation na uliza ati aizo ati. Mimi nimeangalia dirisha hivi nimefungua dirisha hivi nje naangalia nje nimemlenga.
na kunywa tu Guinness yangu tu. Ati Lamek nisaidie Lamek tunakuwa ishia kama nimemwacha huko. Ati Aizo ati tulikuwa na Aizo ni best Aizo mgani? Aizo ni nani? Ati Lamek atakupea chuani. Hapana sasa tutaki chuani. Sisi tunadai tu kukufundisha makofi. Tulifika taskizi huko hivyo. Watu wameshuka nikamwendea nikamwambia msee tuishie sasa. Na bado wewe unasema you will get beat up. Ati wewe umesema mbele ya demu yako. Mimi mbele ya demu yangu I will run away. Kama Kanye West. Utawaambia nilikuwa naendea weapon. Nilikuwa naendea weapon by the way. Nilikuwa naendea demu. Wako wapi? Nilikuwa naendea weapon. Wako wapi? Before tufikie kupigwa na Real Super. Hapa nikatapigwa wewe hata kukimbia. Naambia Super niache buda niache nani? Wewe si ushaelewa bado unakaa hapa mimi naishia. Hapana, hakuna haja ya kudiscuss. Ni mnakaa wale wasemeza toka madeni. So ukihepa sanya amekufikia huko hivyo sanya hakuna danger. Unamuuliza wako wapi? Niko naendea weapon. Wako wapi hao watu? Kumbe unajua alishaenda kitaa. Alishaondokea. Wewe mwenyewe ulishaondokea sasa. Lakini ilikuwa in record mimi ndahepa. Wakijua mapema. The ladies wakijua mazee. You not stand and fight for. I'm so cute. For nobody. Kwa dema lembe hiyo. Sikiza, Kenya nimewaambia. Make as clear as I can. How fight for your girlfriend na demu yako hayuko kwa ngori. Ni wewe umeingia kwa shida. All the more reason. So yeye hatakuwa harmed. Ukihepa hatakuwa harmed. Ukipigana hatakuwa harmed. So hapa situation hii ni wewe unapigwa ama ni unahepa. Ati Lamek nisaidie. Lamek mgani? Lamek kwa nyuma driver anaangalia jakio. Ati Aizo mgani? Aizo alihepa. Aizo onekani mazi. Ni betu wa film. Aizo is nowhere to be found. Na by the hii situation by the time kwa block design nyingine unatafuta job nyingine. Yes. Unajipata una apply kazi na apply hata si career yako. Wewe unataka tu message ni kwa email tu kwa email. Umeitwa interview. Huko hiyo mwaka tena corona. Ulikuwa una apply software engineer unaachana na unaenda DQA project management. At least usikie umeitwa. Lakini buda wewe kwani ulikuwa una apply job zenye wanatumia email? Si nifika mahali huwa anasema nini? Si tulifika mahali una apply mpaka pali foreman anakupigia. Aizo utakam. Aizo unatokea kesho mara utaingia. Sikia huyu anangoja email. Who is this guy? Anapigia simu. Foreman ameacha namba yako kwa Mbogi. Kwa gate. Maze kesho. Kesho niko ready. Kesho nikoroga by the way. Yote mapema. Kubeba machine cut manini ma foundation stone. Buda. Mnipigie. Ni kama email. Wewe daktari. Kama unangoja email bado utasota buda. Wakati zote daktari zimekataa kuingia. Sasa unashukuru na nurse. Unapoki nurse. Inakataa unaenda record. Unapa healthcare giver. Healthcare giver. Haya, inafika mahali hata za kulipa zinakataa. Unaamua kwa platform volunteer. Bali hiyo anakataa. Lakini hii Nairobi kazi ni ya 25k unapigishwa interview 3. Unashangaa sasa. Hii ni ya 25k mnataka mniinterview nini tatu. Unataka information gani hiyo? Sawa. Anyway guys, ukisota proper unajua gama hizo zingine ndawapatia next time. See you next time. Peace. Thank you so much. Nimeisha yangu yote man.